Wakimbizi ya Hagadera iliyoko Dadaab imekuwa hifadhi kwa wakimbizi kwa takriban miaka 20 sasa. Baadhi wamewasili kambini humo kama hawana chochote, lakini leo mambo ni tofauti kabisa. Wamepata masomo ya kufanya biashara tofauti. Hamza Yusuf alikwenda kule Hagadera kambini na kutuandalia taarifa ifuatayo. Hii ni kambi kubwa zaidi ulimwenguni, japo siku hizi wanaonekana kwamba kupungua na wakimbizi wengi kurudi katika taifa la Somalia kwa hiari, lakini inaonekana bado eneo hili ni eneo ambalo lina uhai hasa katika uchumi. Utapata kwamba kwa sasa niko katika kambi mojawapo ya kambi tatu za eneo hili la Dadaab ambapo ni Hagadera, na unavyoona kwamba shehena zimeanza kufika asubuhi ya leo, na hizi ni baadhi za vitu ambavyo vimetoka katika kaunti zingine, hasa mboga ama shehena zingine ambazo zimeweza kutoka kaunti zingine. Utapata kwamba faida ambao wanazo wakazi wa eneo hili hasa wakimbizi ambao ni wafanya biashara ni kwamba wanapata vyakula hivi kutoka maeneo tofauti. Kuna wale ambao wanaingiza shehena hii kutoka taifa la Somalia na wanaweza kupata kwa njia ya urahisi. Kuna wale ambao wameamua kufanya biashara na kaunti zingine za humu nchini, hasa kaunti ambazo zinapakana na eneo hili la Garissa, na ni kaunti ambazo zimeweza pia kustawi. Kufika kwao hapa haikuwa rahisi, na wengi wamefika hapa kama hawana chochote ama hawakuwa wamebeba chochote kutoka taifa la Somalia. Na sasa hii wanaonekana kwamba kuna wale ambao wanaendesha biashara ya kuuza miraa, kuna wale ambao wanafanya biashara ya maduka. Kuna jamaa hapa anajipatia riziki yake kupitia punda, labda atauza maji hii kwa shilingi 20 au 30. Ndio maisha katika kambi hii ya wakimbizi ya Dadaab ama eneo hili hasa katika kambi hii ya Hagadera. Lakini wajua kwamba mtazamaji, baadhi yao wamepitia changamoto hasa kutoka Doble ama kutoka taifa la Somalia kuingia katika sehemu hii. Tumeweza kuzungumza na jamaa mmoja ambaye anasema kwamba hana nia ya kurejea katika taifa la Somalia, kwani anasema kwamba wale ambao wameweza kuelekea katika taifa hilo kwa hiari tayari wameweza kurudi katika kambi hii ya Hagadera, na sasa wamebakia katika maisha ya ombaomba ikilinganishwa na maisha ya hapo awali. Hata hivyo, kuna mwingine ambaye anatumai siku moja ataweza kuwa rais wa taifa la Somalia baada ya kujifunza mengi katika kambi hii ya wakimbizi ya Dadaab. Wakati naingia mimi Hagadera hakuna kitu. Hakuna chakula, hakuna kitabu, hakuna nini. Matoto naleta makono tu hapa kukimbia, hakuna amani huko. Natafuta amani mimi na watu anasaidia mimi. UN anakaribisha mimi, anapatia nyumbani, shule, hospitali, kila kitu, maji, chakula. Asante sana Kenya na UNHCR. Biashara alafu sisi naendelea kidogo. Mimi anauza kitambo umbusi 3. Umbusi naleta ingine. Sasa mimi iko umbusi mingi. Na maneno naendelea kidogo natafuta ingine. Mimi sasa iko taxi. Naendelea mimi naingia maneno ya makanga ile gari ya Garissa hivi. Mimi nachukua speaker sasa. Unaona wewe speaker yangu, mimi anaona gari biashara yake, mimi nakamata speaker, mimi anaongea nani safari Sarada Hagarbul Modikari Garissa Maroro Madogo Bangal Ukasi mingi Dika Nairobi gari ni safanana. Dereva ni Ungunu, conductor ni Abdi Fatah, inspector ni Abdi Karim, makanga ni Simba Kasimba. Machi baridi iko ndani mwenyewe gari anashukisha, anasema huyu ni nani, huyu ni fulani. Sasa mimi nachukua mshahara. Matoto yangu anakula mshahara ya makanga. Na Mungu mimi anasaidia, na mimi sio mimi beka yangu, kambi yote. Nilijaribu kufanya biashara nikaona na masuala ya miraa. Somalia walikuwa wengi. Na kuanzia 2016 ndio kumeharibika. Baada ya 2016 kulikuwa kusudi. Sasa hizi kutoka Somalia waanze kutoka kurudi Somalia, biashara yetu imeenda chini. Mimi muuzaji wa miraa, soda na maji. Mpaka sasa hizi kununua stoko inakaa muda iende haraka. Maana miraa ikuja itembee vizuri. Customers wetu wamekuwa hawana pesa. Na pia yule nimeenda chini. Before yule nilikuwa pesa. Sasa wale staff yule wanalialia wote. Mimi nategemea staff wale raia ambao wanafanya kazi huko. Tangu sasa nikulia tu. Na wengi wao wamerudi Somalia wengi. Toka kambi wasi ifungwe kuliharibika kabisa. Toka kambi wasi ilikuwa imefunguliwa hapa kulikuwa vizuri. Arrived here in 1992 while I was young, and my education and the refugee. First, I'm thanking Allah. Second, I'm thanking the government of Kenya. Third, the agencies that were hosting us in the refugee. And we have got opportunity to learn education free
And when I become president, I'm telling the youth or the people who are educated person, every person will apply the work for certificate. I have seven points. First, I want to manage the religion of Islam. Second, to develop peace. Third, the farmers. Fourth, the knowledge. 5, licking diesel of Somalia. 6, put the gun, take the pen. 7, when the person reaches 60, I have a patient. I don't have any work for him. That's my 7 point I talk. Only 7 points. 7 points. Can change Somalia.